Wewe ndio umekaa na huyu mtu na utakaa na yeye maisha yake hii ingine yote. Ndio. Huyu mtu mkiwa nyumbani analala kama mtumishi. Wewe ka udugi ngoro tawigwe utimwete oyo. Huyu mtu ni mtumishi wa Mungu. Ndio. Anapenda Mungu. Anampenda kweli. Is he a prayerful man? He is. Does he fit to be a servant on the altar according to you as a wife? Yes, anastahili. Anastahili. Hajawahi kuacha usiku anachukua bunduki ati amekimbia kazi kidogo. Hapana. Anapenda jamii yake. Anawapenda. Anakutunza ndio aweze kutunza bibi ya Kristo ambaye ni kanisa. Ndio ananitunza. Umempea baraka kama mume wake, mke wake. Kabisa. Tungependa kusikia ukimwambia. Langu ni kukubarikisha kwa Mungu na nikuombee mema katika hii safari umeanza, na kwa sababu umeanza na Mungu, hakuna ambalo litakuja katikati yako na Mungu na familia hata na watu wenu. Safari itakuwa sawa kwa sababu Mungu yuko mbele. Amen. Ni sister mgani ya Maina ako mbele yake ama mwenye ako nyuma yake? Oh, ni huyo. Oh, hakuna mwingine ako nyuma yake. Huyo. Sasa unaona huyo. Kwa familia, marafiki ni wale watoto wamefuatana moja kwa moja. Hao. Umebariki brother yako. Umemkubalia awe kasisi. Kabisa. Mnampenda? Nampenda sana. Mtakuwa mnamtia moyo? Tutakuwa tunamtia moyo kabisa. Sinaona venye tumejitolea kutoka Nairobi. Tumekuja mpaka huku juu hii kitu kaa sana tukigojea. Sio juu hii kitu kwa sababu hiki kitu. Hiki kitu. Lakini tunaelewa watu wa Kilifi understand, si tumetoka bala kule. Your brother's support must come from home. As a ni elder sister or younger? Elder. Older than him. Yeah. Hebu mwambie kitu. Mimi ndugu yangu, Kenya ningekwambia tu, mimi nakupeana kwa Mungu. Mungu akubariki na akutendee mema. Akutendee mema juu unajua mahali si tumetoka na unajua tu. Na tutazidi tu kukuombea ndio tuone hiyo baraka zikikuja mpaka kwa nyumba yetu tuwe tumebarikiwa. Hiyo vikwazo zote zinakuanga kwetu ziishe. Sasa tumeona sasa tumeanza mwelekeo mpya. Amen. Huyo anaelewa. Mafuta inapokuja katika familia, kwanza mahali pa kwanza kufanyiwa kazi ni kwa hiyo familia. The anointing works for a family. And this is our prayer because Maina tumempatia mafuta ya msingi imara, that your family shall be founded on favor and grace. Watoto walio mbele ya Maina na walio nyuma ya Maina, bebweni na neema ya mafuta haya. Na yeyote atakaye mheshimu na aheshimu mafuta haya, yatambariki na yamfanyie kazi. Watoto wao wako wapi? Nani mkubwa? Ni wewe. How are you? How are you? I'm fine. What's your name? Wait, what there? Joy Mudhoni Wow. wa George Maina na Esther Washuka. Unaigwa Gikuyu. Wewe goko riu wamba kugeithia kana hai nigetha igwe hai yako kana ne nditu. Wina kura gwitu geithagia kahi ka mutungatiri muthuri thai. Kwaja ka from G. Wakeria oya kigawoza. So, do you love your father? Yes, What's your feeling today? I'm very happy. Yes. Yes, Why? because my dad is being ordinated. He's being ordained today. Is he a good man? Yes, Does he take care of you? yes, Does he speak like a servant of God in that house? yes. Ama anawakimbishaga usiku na shoka? No, What about your brother? Are you happy today? Yes, Why are you happy? my father has been ordinated. Ordained today. Yes. You love him. Yes, Tell him something. I
I like to wish you all the best, and we as a family love you all. Amen. Kuna kitu ungependa kumwambia baba yako? Yes. Mwambie, tell him. Congratulations, and we wish you all the best as you join the pastoral ministry. May God help you and guide you. We love you, Dad. Yeah. Amen. Wewe mwana, unarata ngemania githungu. Riu kone gake birio kangea mwira. Ndiumaga riro ria kuna ihundukiro. Amen. Sasa ningeomba familia wengine waketi, tubaki na baba na mama na mke wake hapo nyuma. Kwa hivyo wengine na msikae mbali sana. Mimi sijui kwa nini familia iliwekwa mbali. Familia ndio wangewekwa hapa mbele. Sababu sasa ibada ambayo imefika hapa ni yao, ili wajionee mtoto ambaye wameleta katika madhabahu akifika level nyingine. And you can tell. Mchungaji unamjuanga hiyo maneno ya familia imemuingia ukiona mishipa. Unaona vile mishipa za George zimetoka? Ni hiyo mambo kumkalia. Kwa hivyo ningependa wazazi muguthie kahora wona mwakinya hari ya mama. We no wokunengera ndungata iria mwana. No mathaithe mere makuoere tondu ru mwana ucio ni atuika wa ndundu yao nginya riria akoima thi miaka yake yaiganira. Tondu mandiko moigite andu aria mendete Ngai magatura thi nginya meke atia nginya maiganie. Riu mwakinya haria hoera mwana ucio ndundu iria tondu nio marikaraga nake. Na riria maritua guka muci riu aria nio riona kaingi tondu wa ndundu iyo. Ona orata uria aingira ni wa andu aria na nikiona mokite turengi gukira utu na makanitha maingi riu aya ni aria mahotire gukorwo magiuka muthenya wa umuthi hamwe na aria angi matari maramurona ni megukiamurwo ihinda riao riagikinya. Uguo ni ngwihoya mutware mwana ucio kahora mwakinya haria umuheane ndundu-ini iyo ni akwamukirwo na nie ndeherwo nigetha ote kumwamura. Salama kwa Yesu salama, naomba nimalize mwendo huu salama. Salama salama, kwa Yesu salama, naomba nimalize mwendo huu salama. Salama salama, kwa Yesu salama, naomba nimalize mwendo huu salama. Nawaomba ili mnikubalie huyu mtoto, mumkubali ili afanye kazi ya Mungu. Wazazi, ndugu na jamaa wa Maina, tunampokea Maina awe mmoja wetu katika kundi la wachungaji. Tutamshikilia katika hii kazi, atafanya kazi pamoja naye, Mungu akiwa msaidizi wetu. Amen. Amen. Tuwapigie makofi mazuri. Amen. Amen. Sasa Maina tayari amekabidhiwa kwa kikundi cha wachungaji. Hiyo ndio urafiki ambao amejichagulia leo. Na kwa hivyo ningependa wazazi wa Maina tusonge hapo, tuwapatie viti vya mbele. Nataka sasa waone hii ibada yetu. Ni kitu tu moja hapo, utasonga moja nyuma. Usiende. Wewe ndio next. Wazazi wakae hapo mbele kwa sababu hii ni ya msingi sana, pamoja na watoto, brothers and sisters, wapewe viti vya hapo mbele ili waweze kujionea ibada ya mtoto wao, kwa sababu sasa this is a turnaround in that family and this is a new chapter in their family. Sasa ningeomba wachungaji waniletee mtumishi Maina ili tukimpokea tutaingia ibada ya kumtawaza. Amen. Profile of Pastor George Maina Mushero.
Pastor George Maina Mushero was born into a family of 8 children, 2 brothers and 6 sisters. From a young age, he began his life like many other children in their village and joined school early. He is currently a respected businessman based in Kilifi town. Pastor George was born again on January 1st, 1996, marking the beginning of his journey of faith at the Redeemed Gospel Church. As a young believer, later in 1998, he joined Christian Foundation Fellowship CFF Church, where he served faithfully until 1999, where he relocated from Nairobi to Mombasa. In Mombasa, he was employed by his brother, Mr. Patrick Mwangi Mushero, where he worked diligently and faithfully until God blessed him with the opportunity to start his own business in Kilifi town. Family. In 2007, he married his lovely wife, Mrs. Esther Washuka, and together they are blessed with 2 wonderful children, Joy Mudhoni and Austin Mushelo. Ministry and journey. Pastor George became a committed member of PCA Kilifi Palace, where he served faithfully in various ministries. In October 2024, he received a divine call to serve God in a greater capacity. Obeying this call, he founded a church under the Jesus Christ Compassion Ministry, JCM. He is currently serving at Jesus Church JCM Kilifi Town under the leadership of Bishop Benson Kamau and Reverend Joy Benson, QBE. Commendation. After thorough evaluation with the JCM pastors, we have found Pastor George Maina Mushero to be faithful, dedicated, and worthy of elevation to the office of a pastor. Sasa Baba Askofu, mimi pamoja na kundi rasmi la wachungaji wa kanisa la Kristo la Utu na Huruma JCM, tumekubaliana pamoja ya kwamba mchungaji mteule George Maina amehitimu kufanyiwa ibada hii, na kwa hivyo twakusihi kama ushirika wa watumishi kwa heshima kuu ukubali kumninia upako na kumtia wakfu awe mchungaji rasmi wa kanisa la JCM Church Kilifi ama kokote utakaye mtuma na Mungu akihudumu chini ya ushauri wako. Asanti. Nami kama kasisi mkuu wa kanisa la JCM ninampokea Pastor Elect George Maina Mushero na nitamtawaza kama nimefurahi. Amen. Na kwa furaha kubwa tutamtia mafuta leo aweze kuhudumu kama kasisi akiwa ametawazwa. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Watu wageni wetu ambao wametoka pande nyingi, msishindwe kwa nini tumeweka blanketi mufikirie ni madhabahu mengine. Hii blanketi sisi huitumia kwa sababu hatujui kama hii mkeka jana iliimbiwa Ohangla ama Mogini. Kwa hivyo sisi huwa tunaweka mkeka wetu ambao ni blanketi, na blanketi sana wanaojua sana kuhusu ordinations. Madhehebu mengi toka kitambo hutumia blanketi kwa sababu hatujui kama huu mkeka jana ulikuwa mahali ambapo hapa fai. Na kwa hivyo mlete kidogo kwa mtoe kidogo kwa jua, kwa sababu gharama ya kuteuliwa kasisi ni kupiga magoti. Amen. Gharama ni magoti. Amen. Pastor Elect Pastor George Maina, siku ya leo ni siku kuu, haswa sio katika huduma yetu lakini katika maisha yako, kwa sababu ninajua Biblia inasema ya kwamba wale ambao wameichagua kazi ya huduma, wao ndio wameichagua kazi njema. Na sijui kama Aizo utakuja hapa, njoo hapa ili familia waweze good wapatie that view. Biblia inasema ya kwamba ambaye amechagua kumtumikia Mungu
ameichagua kazi njema. This is a good job that you have decided to do in your life. Timotheo akasema, and because of this, I was born a priest. I am not the one who is ordaining you. The Bible says, I ordained you even before you were formed in your mother's womb. That is what the Bible says. My work as a bishop is to install you in a pastoral office. You are born a priest. You were ordained by God. And because God calls men, but men installs men. Mungu hangeshuka kutoka juu mbinguni akiwa na suti ya white aje akutie mafuta. Hiyo ni kazi amepea wanaume, nao wanaume wakufanye. Na ndio maana tutakwambia pale mwisho, and now go and become. Sasa tuko hapa sisi kwa sababu ulizaliwa ukiwa kasisi. Mungu alikutawaza ukiwa katika tumbo la mama yako. Kazi yetu ni kukutia mafuta na kukupea ofisi kama the relevant office of the bishop of JCM. Can we all pray? Baba wetu wa mbinguni, katika jina lako takatifu, tunamkabidhi mchungaji wetu Pastor elect Pastor George Maina Musheru as we install him in the pastoral office situated in Kilifi. It is our prayer, God, that prayer shall not be broken from him, because the revival begins where prayer is not broken. And this is our prayer and our desire, to see a well of fire gathering in him, that whoever he blesses shall be blessed, that whatever he touches shall be blessed. Anoint his feet, anoint his head, anoint his mouth, anoint his ears and his eyes, anoint his hands with greatness. Father, as we bring him into Kilifi, we bring revival. We bring a man of honor who will stand to guard and guide your word. Let it be a lamp of his feet. Father, let your light shine upon him. And as the Bible says, that I shall guard and guide your steps. Guide him. He will not be a friend of Satan. He will not be located by evil. He will not be associated with the ill-mannered behavior in this gospel. We pray for him. We cover him with the precious blood of Jesus Christ. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ningeomba hawa waje wasimame sasa hapa. Na pia nitatoa tahadharisho. Mwambie mwenzako tahadharisho. Si uangalie mwenzako, mwambie tahadharisho. Mwambie ukiona wanafanya vile kwenu hakufanywi. Si umwambie. Mwambie ukiona hawafanyi vile kwenu kunafanywa, ni kwa sababu sio wa kwenu yule. Amen. Hapa kwetu si tuko na njia yetu ya kuordain mchungaji. Unajua wanaweza sema waliakisha moto hapo, wakafanya, wakamralisha, wakafanya. Isikusumbue sana. Huyu ni kasisi wetu. Na kijana hutairishwa vile baba yake alifanya nini? Wonderful. Kwa hivyo siku ya leo, kabla tuanze ibada, ningeuliza kasisi wetu Reverend Mreithi kutoka jimbo la Nyeri atusomee in the book of Psalms. Kitabu ni Zaburi 18 mstari wa 28. Kwa kuwa wewe unaiwasha taa yangu. Kwa kuwa Mungu anaiwasha taa yangu. Bwana Mungu wangu aniangazia giza langu. Baba Mungu ndiye atakaye niangazia wakati giza litakuja. Pastor George, nataka nikuhakishie huu mshumaa. Haina meaning yoyote kubwa. I am doing it just to show you. Kwa sababu kuna watu wengine haitawaingia mpaka watakapoonyeshwa kwa mifano. Na ndivyo Yesu alifanya. Huu ni mwanga wa utumishi wako.
Na ningependa, I want to illustrate. Yeye ndiye aniangaziaye mwangaza. Na yeye ndiye anaiwasha taa yangu. Kwa hivyo washirika na watu wa Kilifi, mkiingia kwa gari ya askofu muone kiberiti, si vutangi bangi. Mumeona kazi yake? Nisikize vizuri. Wewe ndiye ambaye umeshika mwanga. Na Biblia inaeleza vizuri. Hauwezi pokea mwangaza halafu kisha ufunike chini. You cannot light a candle and place it under the table. Sisi kama wana JCM tumeakisha mwanga wako na tumeweka mahali juu Kilifi. Heshimika huu mji. Pendeka huu mji. Sikilizwa huu mji. Utatoa sheria na masharti mengine. You will also speak on behalf of people in Kilifi, not only in a Christian way, but also in a political direction. Chochote utakachosema kiheshimike. But now there is a problem. Wengine wakipewa mwangaza wanajizima. Usizime huu mwangaza. Hii Kilifi macho mengi, maandiko yanasema kitabu cha Warumi ya kwamba tazama tumezingirwa na washahidi wengi. Wanagojea tu wakuone ukifanya kitu ili wazime taa yako. Guide and protect the light. Jua mahali pa kwenda. Jua wa kutembea na yeye. Kuna watu utatembea na wao wazime mwangaza wako. Kweli ama uongo? Kuna watu utaitanishwa na wao, mwangaza wako utazimwa. And let me tell you, it is very painful when they are putting you off. Wengi wetu wamejaribu kutuzima, lakini sisi tuliamua kujiweka juu mlimani, mahali tunasomeka na kila mtu. Mahali maandiko yanasema kwamba nao hiyo taa itawekwa mlimani. Inasemekana ukae mahali ambapo watu wanashawishika ya kwamba wewe ni mtu mzuri. Usianze kufanya mambo ya kichini chini, utazima huu mwangaza. Na kuzima mwangaza ni uchungu. Hebu shika huo moto hivi na vidole viwili uzime. Ni uchungu, si uchungu? Ni uchungu. That is what happens in life. It is painful to be put off. Hebu niambie kama sahi mimi nizimwe, watu wasemange yule alikuanga askofu. Is it painful or not painful? Tunza jamii yako vizuri. Watu wasiona watoto wako ama mke wako waseme na wale ni watoto wa kasisi. Jaribu sana kuondokea chochote ambacho kitafanya mwangaza wako uonekane kana kwamba umezimwa. Wakati utazimwa, huo ndio uchungu utasikia. Wakati utasikia wamesema na ule anatoka lodging na mwalimu wa Sunday school, si ni yeye alitawazwa juzi, wamekuzima. Na yule tunasikia ako na kesi ya wizi, si ni kasisi wa kanisa lile la Huruma na Utu, wamekuzima. Na yule amepiga bibi yake amefura uso na amevunja yeye mkono, wamekuzima. Usikubali yoyote ya kuzime. Kuzimwa kuna uchungu. And now we bless you in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo. Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho. Sema salama, salama, salama rohoni. Sema salama, oh salama rohoni, salama, ni salama rohoni mwangu.
Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunatawaza na kutakasa mavazi haya ambayo mtumishi wako George Maina atakuwa anavalia wakati wa huduma. Wakati Mungu ulimwamuru Musa amwambie Haruni na vijana wake ya kwamba watakuwa makasisi ili kubariki na kuongoza wana wa Israeli katika ibada, ulimwelekeza Haruni jinsi atakavyotengeneza mavazi, jinsi mavazi hayo yatakuwa na marangi yake. Na sasa Baba wetu wa mbinguni, sasa tuna mavazi ambayo tungependa kutenganisha na mikono iliyoshona, mikono iliyomuuzia ama kuzibeba. Na sasa tunayatakasa mavazi haya, yanapoingia katika mwili wake ataingia kwa utukufu mpya. Kanzu itasimamia urembo wa mbinguni, mishipi itamtia uvumilivu. Mungu wetu tunamuombea ya kwamba wakati anapozivaa